Akanambia fanya. Na kuhusu kukutana naye sijapata fursa. Yeah, ila nikipata fursa nchini Burundi. Baada ya kuzaliwa hapa nchini Burundi, kipindi bado mdogo, nimezaliwa katika mji wa Buyenzi, hospitali ya Prince Regis. Yeah, nimekuja Buyenzi mpaka pale Mwenyezi Mungu alipofikia kuwachukua wazazi wangu wote. Nampenda mama, mama, nampenda mama, mama yangu mama. Kwa upande wa audio tunamshukuru Mungu. Yeah, inakwenda vizuri. Na kwa upande wa video alhamdulillah. Sababu video huaga inatembea yenyewe. Na siku zote mtu anacheza na message pamoja na matukio. Yes, alright. Karibu tena sana ndugu mtazamaji wa Isanamu Media. Moja kwa moja siku ya leo tuliamua kujiunga na mmoja katika wanamuziki ambao wanafanya kazi ya muziki nchini Burundi. Leo tuko vipi? Leo tunakwenda kwenye vipengele tofauti kama tu vitatu. Kwanza mwanzo maisha yake, vile vile muziki wake wapi unafika na uanzilishaji wa huyo muziki. Je, na wapi ambapo ametamani kufika kusogeza gurudumu la burudani. So kwa hiyo kwenye sauti ambayo unasikiliza hapa ni Kivodo Jean Patrick aka Antivirus, kitakuwa ni Gato Karakura sema sauti ya jogo kwa lugha taifa, lugha mama. Wameongeza mwaka 2026 wakisema kwamba ya kwenda kuitwa umuntu wa kwa nundi. So kwa hiyo kijana ambao unavyomuona anaitwa ni Koa Super Koa kama kawaida, ila huko nyuma kwenye pazia ni kijana wako mzuri sana, mzwakazi mzee Stefan. So inawezekana sana ukiwa sahihi kwenye kona nne za ulimwengu, labda kwenu ni usiku, sisi kwetu ni mchana, labda kwetu ni mchana na kwenu ni usiku, inawezekana. So kwa hiyo leo hatuna vitu vingi sana kuweza kuongea, bali tu ni story fulani vile vile na kuweza kuchangamsha ubongo ili tuweze kupata majibu katika maswali ambayo unakwenda kujiana na kijana wako Super Koa. Asante sana kabisa. Kama kawaida hapo awali nimekuambia kwamba kijana wetu ndio huyo, ni mwanamuziki mwimbaji kutoka nchini Burundi kama kawaida, ila unajua kwamba kila mwanamuziki anahitaji kuzungumza na wewe mtazamaji wa television hii Isanamu Media. Bila kuchelewa kweli kweli nikisema karibu tena sana mheshimiwa Super au Super au Super Koa, nikisema bro karibu tena sana. Nashukuru sana. Labda huko ningetanguliza asalamu alaykum. Wa alaikum salam. Kwa ufupi na mimi pia nitoe salamu. Yeah. Kwa ndugu zangu Waislamu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa ndugu zangu wapendwa wa Kristo, amani ya Bwana iwe juu yetu sote. Wow. Najivunia tena mara nyingine kupatana na wewe kwenye television hii ambao ni mtambo mkubwa sana. Na mimi pia nimefurahi. Kweli. Karibu. Asante. Yes. Koa, huku tukianza hizi story kwa sababu kila kitu kinaanza na story. Tafadhali naomba tufanye throwback kidogo. Turudi katika enzi za utoto. Koa ni mtu gani? Alizaliwa pande gani? Na uanzilishaji wa muziki au kuimba ulianza vipi? Mimi nimezaliwa hapa nchini Burundi. Baada ya kuzaliwa hapa nchini Burundi, kipindi bado mdogo, nimezaliwa katika mji wa Buyenzi, hospitali ya Prince Regis. Yeah, nimekuja Buyenzi mpaka pale Mwenyezi Mungu alipofikia kuwachukua wazazi wangu wote. Ndio nikaanza kujichanganya mitaa tofauti. Kwa ufupi ni mtoto wa barabarani ambaye hakuingia kwa kupenda, bali niliingia tokana na misukosuko, matatizo. Kila mtu unajua mwana huyu mfuvi uko tukavuga. Siwezi nikasema kwamba niliingia kwa kupenda, ila nimeingia kwa sababu nilipoteza wazazi. Yeah, pole sana. Asante. Kwa story tukibaki kidogo huko, tukisema kwamba vijana wengi kwenye umri wako, tukisema ati alizaliwa Prince Regis Charles, tunakwenda kuhesabu kwenye miaka 80, 82. Vijana wengi wanajiita ati sisi tulizaliwa mjini manake. Mimi sipo katika wale wenye kusema nimezaliwa mjini. Kwa sababu
uzaliwe mjini, uzaliwe porini. Ina depend kwa sababu mpaka miaka 90 Prince Reggie alikuwepo. Yeah. Wow. Sio 80 na ngapi, hapana. Ni miaka 90 ndipo nilipozaliwa. Okay. Bana, nasikia ni taarifa ya ila karibu tu. Nasikia kuna kipindi ambacho lazima tusogezane ili watu waweze kupata vitu vingi. Niruhusu tuanzie kwenye rami barabarani. Naam. Sahihi Bujumbura tukitazama kuna wengi ambao huaga ni waombaomba. Ila wewe tayari umeshatoka kwenye hizo nyakati, uko mtu mkubwa. Tafadhali bwana, tukumbushe hayo maisha ya kuwa yatima. Kuna usumbufu upi tofauti na wale wengine ambao wanaishi wanavyoamkia kwenye chai na mkate mnono? Tofauti iko wapi hapo katikati? Kwa maana si yote ni maisha. Bwana, kwa upande wangu mimi naweza nikasema asiye kuwepo huko hawezi kujua uchungu. Wala ambaye hajawahi kupitia huko hawezi kujua uchungu. Lakini kwa kweli watu wanateseka. Ya kinachohitajika ni kuwaombea dua usiku na mchana, kwa sababu siri ya huko ni mtu aliyopita na ambaye yupo kwa sasa hivi ndo anajua. Yeah. Wow. Asiyepitia maeneo hawezi jua anga za kutokea. Shida yake. Yaani ni kama kwa ufupi hapa mimi na wewe tuna mlo, tuna milo mitatu wala milo miwili. Kuna mwingine ajala toka asubuhi na bado akiomba ananyimwa. Kuna watoto wamelala barabarani, wanamkuta mtoto mdogo miaka 3, miaka 4 ndio yuko anaomba, lakini unakuta toka asubuhi bado hajapata riski yoyote. So kwa ufupi inatia uchungu na inaumiza sana. Yeah. So I don't want to back then kwa sababu feel so pain. Okay. Yeah. Ni kipi ambacho kinakutisha ukitazama, ukikumbuka enzi za utoto barabarani hadi kwa sasa uko mtu mkubwa? Ni kipi waga kinakuweka woga kama binadamu? Kinachohitajika moja ni upendo. Kuwa na mapenzi na wale unaowaona wanaohangaika kama jinsi walivyohangaika. Kwa sababu machungu ni mengi. Misukosuko ni mingi. Mitihani ni mingi wanaipitia. So ukimwona mwenzio yupo katika ile hali unapaswa ukumbuke na mimi nilikuwa hivi miaka 10, miaka 15 iliyopita wala miaka 20 iliyopita. Of course I was like this. So unachopaswa kuwa ni upendo na kujitolea kwa wale waliokuwa hawana. Ndio. Hatari fire. Na leo ukimwona mtu ambaye ametembea kwenye ndingarake lizuri sana ila anashindwa kumpea lifti au kuweza kumsaidia mwenzio kumtoa kwenye kituo kumtia kwenye kingine kituo kwenye hizi nyakati ambazo kuna ukame wa usafiri, wewe kama wewe ambao unapitia hizo shida, huaga unajihisi nini katika moyo wako? Kwa upande wangu mimi, kila mwanadamu ana ya kwake. Ya, na kila mwanadamu anapokuwa na ya kwake, uwezo ukampangia mtu kufanya nini. Ila mimi mtu ambaye mimi naweza nikanungunika ni yule ambaye nikiwaona mayatima wala maskini walemavu pamoja na vipofu, mlemavu yoyote wa kila aina, iwe ni mvua iwe ni jua, katika mizunguko yake kapitia misukosuko, alafu umepita na usafiri wako ukashindwa kumsaidia, of course waga naumia. Japo una feel ningelifanya, ningelikuwepo na ule uwezo wa kufanya lile tukio, lakini uwezo ukambadilisha, kwa sababu kila mwanadamu kaumbwa na roho yake. Unajua hilo? Sasa kama mwanadamu aliumbwa yuko na roho yake, uwezo ukampangia kipi cha kufanya wala kipi cha kuacha. Yeah, itabaki na kuuma because this is a real life, umeshaiona, uwezo ukaipangua. Yeah. Yes, asante sana. Na tukitoka huko, uanzilishaji wa muziki wako ulianzaje? Kwa sababu kila mtu ana historia yake ya uanzilishaji wa muziki. Wewe ilianza vipi na kujikuta kwamba bana nami kipaji ninacho kama mwanamuziki? Kuhusu upande wa kipaji, nilianza toka bado ningali mdogo wa miaka 6, naweza nikasema hivyo. Yeah. Nilikuwa nikipenda kurudilia mashehe waadhini wa msikitini.
wala ustazi yote akiwa anaswalisha. Ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana kuishika sauti yake na irudia mara kwa mara. Yani tuseme mtu fulani anaweza kawa anaswalisha, una kama kipindi kile sisi tulikuwa tungalikiwa wadogo hapa kwetu Buyenzi, walikuwa kiswalishwa kina marehemu Sheikh Yusuf, Mwenyezi Mungu amrehemu kwa alipo. Walikuwa kiswalishwa kina Bayoyo. Of course wakina Sheikh Zuberi walikuwa kiswalisha wazee wetu, lakini tulikuwa wadogo. Ila sauti zao nilikuwa nazirudi. Nilikuwa narudi ya Zuberi, nilikuwa narudi ya Bayoyo, narudi nini. Kwa masomo jumuiya, japo sikubahatika kumaliza, lakini nilikuwa nikiimba nyimbo zangu mimi mwenyewe ninapofika wakati wa exam. Panda pale, kaimbe, mimi nitatunga vya kwangu mwenyewe binafsi. Na ndo kwenye nilipojigundua kumbe nina kitu fulani. Na mtu aliyewahi kunigundua kwamba nina kipaji cha kuimba wala uandishi alikuwa ni mwalimu, sijui niseme ni mwalimu wa nini, lakini naweza nikasema ni mwalimu wa Kurdi Swari ambaye alikuwa akifundisha alikuwa akifundisha Kurdi Swari ya Kiingereza kama jinsi bwana mkubwa hapa jinsi alikuwa akiongea. So yule mzee alikuwa akifundisha, jinsi alivyokuwa akinisikia ndio alikuwa anasema hapana, huyu bwana mdogo, hii Kurdi Swari mimi naifanya hapo. Kumbuke sisi zamani tulikuwa tungaliki wadogo, Kurdi Swari wengi walikuwa wakifanyia kwa masomo pale wakati unarudi unakwenda kwa masomo pale 1990 umeelewa, mpaka 2000 watu walikuwa wanaenda kwa masomo, wanaenda kufanyia kwa Kurdi Swari. Bwana mtaanza ile saa 11 mkimaliza, wengine wanaingia Kurdi Swari wamaliza saa 12, mtu anatoka anaondoka ameshamaliza Kurdi Swari yake, mwingine anamaliza mpaka saa 1 kale kajoro kamekuja. So of course ndo jinsi ilivyokuwa. So yule mzee alivyokuwa akiniona mimi, kwa fupi alikuwa ananipenda sana kutokana na jinsi nilivyokuwa kwenye exam zangu naimba mwenyewe. Bwana dogo utafika mbali. Utafika mbali. Alikuwa anakupongeza na kukupa moyo. Yani ni mtu anaambia utafika mbali. Mwisho ananiuliza, "Kwa nini unaimba tofauti na wenzako? Wengine wanaimba nyimbo za historia, wengine wanaimba ubumwe bwa Warundi, wengine wanaimba Burundi bwacu, lakini wewe, wengine wanaimba Kanyoni, lakini wewe kwa nini unaimba?" Naambia sijui tu, ni vitu vinakujaga from nowhere to nowhere. Jamaa ananiambia kuna kitu kipo ndani yako. Ndo alikuwa mgunduzi wa kwanza. Hebu tukumbushe wimbo ambao uliopenda sana kuimba enzi zako za utoto, na vile vile labda inaweza kuja kupata hata mmoja katika wale wanafunzi ambao mlikuwa mkisoma nao hiyo wakati Buyenzi. Tukumbushe kidogo kama mstari mmoja au mstari miwili. Mimi kipindi hicho nilikuwa nikipenda kutumia kauli tu moja, nilikuwa naimba mama nampenda mama, mama nampenda mama, mama yangu mama nampenda mama, mama yangu. Hapo tu ndo nilikuwa ganikishia. Nasikia kweli ukisikia vizuri ilikuwa ni mautamu, kwa sababu mtu kuweza kusema mama inakuwa ni hatari faya. Wengi wetu huaga wanasema mademu wakali wana shape na nini na vingine. Na wewe wakati kwenye idea kumkumbuka mama, jamani, nikisema hata mimi pia kwanza ongela, kwa sababu ilikuwa ni watu wadogo. Nashukuru. Na hiyo wakati tayari umeshakuwa mtu mkubwa. Yale ambayo yalikuwa kama ndoto katika maisha yako enzi za utoto, sasa umeshakuwa mtu mkubwa. Je, unaona inakwenda sawa sawa au bado ungali unapambana na zile hali za zamani? Kipindi bado mtoto, ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mchezaji bora wa mpira. Lakini sisi ni waongeaji. Ila mpangaji ni Mungu tayari. Alikuwa shapanga. Japo nilikuwa nafanya kazi ya muziki, nafanya vingine, ila ndoto yangu ilikuja kubadilika ni kipindi ambacho wazazi wangu walifariki. Of course. Kwa sababu mzee ndo alitangulia kufa. Alafu maza akaja akafuata. Mdemilde.
Of course na masomo yakawa yamenishia hapo ghafla. So nikawa ni mtu wa barabarani, nibebe mizigo ndo nipate kula. Ngagara pale, soko ya Ngagara, kupanda shuka, niko na ndugu wa upande wa baba, niko na ndugu wa upande wa mama, lakini haikunikata tamaa kwa sababu I was alone. Yeah, so nilipambana mpaka nilipokuja kukutana na mama yake na Isaac Classic. Yeah, Bi Mariam, Mungu amrehemu. Nilisoma katika shule lake la watoto yatima. Kipindi hicho naishi Maramvya. Kwa natoka Maramvya mguu na kwenda kusoma Kinama Kuzone. Yeah, natoka pale na kwenda Maramvya kulala. Up and down mpaka Mwenyezi Mungu akaweka pesi. Yeah, mpaka nilivyoacha kuwa ninafanya vile vya hapa na pale, kwa sababu nilipitia mengi, nikishasema niongee mengine natia uchungu, kwa sababu katika nyakati za kujitafuta kuna mengi mwanadamu anayopitia. Yeah, lakini sijakata tamaa na wala sikuja kugundua kwamba kipaji changu kitaendelea kwa cha muziki, because you lose hope already. Na hope yako siku zote ni wazazi, maana wao ndio wanaweza kukusupport, hakuna mwingine. Yeah, so yale niliyopitia tufanye yalipita, lakini katika ndoto zangu za muziki niliona nilifeli kwenye ndoto ya mpira. Lakini kwenye ndoto ya muziki naona inshallah nitakwenda kufika kwenye lengo. Okay. Asante sana. Kuna kipindi kimoja tuliwahi kuona ukiposti, ilikuwa ni kama tu cover hivi, ukiwa na Natasha la namba na bamba kule kwenye cover, ila kwenye title kunaandikwa sentence moja hivi ya mapenzi, nipe penzi. Nitaka nijue ile wakati vilikuwa vitu gani? Wakati ndio ulikuwa unakuja sasa kujitangaza, au ndio ilikuwa base hili kila mtu aweze kujua hiyo wakati ile ilikuwa vitu gani? Of course muziki wetu una mambo mengi. Yeah, muziki wetu una mambo mengi, alafu kila mwanamuziki anajua changamoto zinazotokea katika kazi hizi tunazozifanya. Yeah, mpaka kufika hapa leo naongea na wewe ni Mwenyezi Mungu. Ni katika kujitafuta. Katika kujitafuta ili niweze kufika ninapopahitaji. Lakini nilipata chance ya kupata mawasiliano. Nilikuwa ni nyimbo nilikuwa nimetengeneza kwa Pitch and Revolution. Japo ilikuwa inahitajika ifanyike, ila nguvu ya ile kazi haikupatikana. Kutokana na kupata support, sababu ndio nilikuwa najulikana, nilikuwa najitambulisha mwenyewe katika jamii ili waweze kunijua. So mimi ni mtu ambaye anapenda kutengeneza matukio ili nione kwamba naweza nikafika wapi. Yeah, kama sister bwana mimi naweza nikakava. Akanambia sio mbaya. Ili mradi tu isiwe mambo mabaya yasiyoelimisha jamii. Of course alinitumia picha zake kama sio ngapi. Yeah, nikachagua baadhi hapo. Nikafanya cover. Kuipeleka na hisi ni kwa sababu huenda nilikuwa bado najitafuta, nilikuwa bado sijajulikana kivile. Yeah. Natasha la namba akasema tinakupatia picha hili utengeneze ila isiwe kwenye kauli mbaya. Na hiyo wakati kuanzia hicho kipindi hadi kwa sasa bado hujawahi kuonana na Natasha la namba au bado? Kwanza moja nirudi hapo kwenye kauli ya kwamba unajua sisi ni vioo vya jamii. Ujue katika hii jamii kuna watoto, kuna wakubwa, kuna vijana wanaoinukia. Sisi ndio mafunzo kwa umeelewa? Sasa wanapaswa wajifunze kupitia sisi. Na ndio maana alitumia ile kauli, ndogo wangu nafanya hivi kisije kawa kitu kibaya. Kisichokuwa na mafunzo kwa jamii ambayo tunayoishi ndani. Nikamwambia sio mbaya, na ukiangalia mimi ni kioo cha jamii alafu unatumia ni picha yangu. Nikamwambia sio mbaya dadangu, na kupromise. Kanambia fanya. Na kuhusu kukutana naye sijapata fursa. Yeah, ila nikipata fursa nitamshukuru zaidi. Nitaka nikuje hapo. Sababu sasa Natasha ni mtu ambao huwa anapenda
kuchili na watu, kuzungumza na watu, kupiga sehemu 2-3, vile vile kubadilishana mawazo, maisha leo na kesho, kupiana nguvu na zingine habari nyingi. Muda huu Natasha, najua kwamba anakusikia vizuri vile vile na anakuona, kwa maana ni wakati kwa picha au kwa simu mlikuwa bado hamjaonana, ila saa hii anakuona wewe kama wewe. Naam. Unaona bwana, neno moja kwake. Unaombi. Kama kuna ombi lipo, tuaombi. Sina cha kuongea zaidi ya kusema namshukuru sana. Alafu pia ningeliomba collaboration kwake. Nampenda sana sister wangu kwa sababu yuko very simple. Yeah. Support yake ni muhimu kwetu sisi vijana tunaojitafuta. Na kazi zake nazikubali. Ni shabiki wake namba 1. Tunamtegemea kama jinsi tunavyowategemea wasanii wengine kutuwakilisha katika nchi zetu. Asante. Yeah. Bila shaka Natasha la namba la bamba la Maz, la Rukundo, la Miembe na zingine jina, kwa sasa yuko anaandaa tour zake, atakwenda kuzipiga katikati mwa nchi ili kuweza kutembea na wale mafans ambao wanaopenda muziki wa Natasha nchini Burundi ila nje ya nchi huku akipangia. So Mr. Kao, hiyo wakati jina lilikuwa sio Koa. Lilikuwa jina gani wakati? Kipindi hicho ni producer ndo alilazimisha. Yeah. Alikuwa anatumia jina la King Touch. King Touch. Ndio. Kwa anatumia jina la King Touch, lakini kwa upande wangu mimi mwenyewe binafsi nilikuwepo na jina langu mwenyewe binafsi nilikuwa nalo moyoni. So unajua unapofanya kazi na producer, wale ndo wazazi wetu. Yeah, na wale ndo kaka zetu, kwa sababu yule ndo anajua mapungufu yako. Haijalishi unamlipa kiwango gani, kwa sababu akiamua kuchafua na kuchafua, na akiamua kutengeneza na kutengeneza. So respect is standing from everything. So katika upande huo nilimsikiliza yeye alichokuwa anakifanya. Yeah, kwa sababu hata producer aliyotengeneza ile kazi aliniambia, brother, mimi nimekuona ufanye hichi. Lakini sikuridhika na ile kauli, na ndio maana niliamua kustep. Nilipo stop, of course nikasema nitakapofanya ya kwangu mwenyewe binafsi, nikikaa chini na ushauri wangu, nitumia jina hili, wakiona lipo sahihi ndio tutalitumia. Namshukuru Mwenyezi Mungu katika kukutana na watu ambao nipo nao kwa sasa. Nimepeleka jina na wakalipitisha. Kweli? Yes, of course. Na kwa sasa mawasiliano yako na Radio Star ndio yakoje? Kwanza kupatana wewe na Radio ilianza vipi? Kukutana mimi naye ni pale mtaani. Bana, mimi na mshikaji wangu kwa sasa hivi ni ndugu yangu. Kwa sasa hivi tunavyoongea kwa Dubai. Alikuwa anatengeneza kazi. Kaambia, bwana vipi? Safi bwana. Mimi nataka nitengeneze kazi. Akanambia, unataka kutengeneza kazi? Tunafanyaje? Nikamwambia, mimi namtafuta producer ambaye atakayenifanyia kazi pasavyo jinsi mimi ninavyotaka. Ndio. Yeah. Tunajua wengine tungali tunajitafuta, vipato vyetu bado vya chini, uwezo wa kukutana kina one way hatuna. Akanambia, mimi nitakwenda kwa producer wangu nikuombea appointment. Tufike. Ufika Radio Rasta, tukakutana naye, of course. Yeah. Tulipokutana naye, bwana, nipe akapela kidogo, nikaa nimempa. Baada ya kumpa, jamaa akanambia, bro, nashukuru sana katika kila jambo unalolifanya, ila naomba tufanye kazi. Na ule ndio ulikuwa mwanzo wetu mimi pamoja na Radio Rasta. Yeah. Okay. Na kwa sasa una kazi ngapi ambazo tayari zimesharekodiwa? Ikiwa video, una video ngapi, na zikiwa ni audio kwa sasa, audio ngapi? Kuhusu upande wa kazi kwa ufupi, ndugu zangu wajipange. Yeah. Wajipange. Alafu kuhusu upande wa video ndo kwanza tumeanza, tuna video moja. Yeah, lakini kwa audio zipo kibao zimekaa. Yeah. Wow. Uliwahi kutengeneza ngoma ambao iliweza kuchezwa kwenye
station radio tofauti vile vile, na kila mtu akasikia akasema kwamba huyu kijana anakuja. Ngoma inaitwa I Love You, ila nilipenda nizame kwenye ngoma yako inaitwa Wanafiki sana, sababu ni ngoma ambao ukisikiliza unasikia kwamba imejua ndani maneno fulani, labda inaweza kuwa ni kama connection fulani katika watu, katika jamii. Ile ngoma kwanza ilikuja vipi? Kwa sababu ukisikiliza Wanafiki mwenyewe ukiwa kama binadamu ambao umeshaeneza umri 18 miaka, unaweza kujikuta peke yako, labda ni mimi huko. Ile ngoma ilikujaje? Wanafiki ni sisi hawa ambao tunaishi pamoja. Yeah. Kwa sababu siku zote unayejua kwamba ni mwema wako, siku zote huwa ndo adui yako. Yeah. Na hapo ndo kwenye unafiki ulipo. Yeah. Of course ile nyimbo ilianza kistori tu kama jinsi nilikuwa nimekaa chini. Kwa sababu mara nyingi sana mimi napenda kuwa peke yangu. Yeah. Naweza niko naangalia hata movie. Naweza niko hata niko natembea nasikia tu idea inanijia kichwani. Yeah. Hiyo nyimbo niliandika nikiwa kwenye basi. Yeah. Hiyo nyimbo iko na miaka 3 nipo nayo kichwani. Yeah. Nipo kwenye basi. Niko natoka hapa Bujumbura na kwenda Uvanza kutembea. Kuna kitu kilifanyika mle kwenye basi, alafu cha mtu na rafiki yake kipenzi. Yeah. Of course mimi nikateke advantage ya kuweza kuandika. Kaingia kwenye simu yangu kwa sababu notebook yangu mimi ndo mwanzo nikishindwa kuandika kwenye karatasi, of course huwa naandika kwenye simu yangu, maana nishaga nipo na notebook kwenye simu. Nafika naanza kuandika A to Z, najua nitachukulia vipi, alafu nikifika nyumbani naitafuta melody. Yeah. So hapo niliona watu walichenjiana ghafla. Na walitoka njia moja kwenda huko. Sasa tunamuuliza jamaa vipi? Jamaa anasema brother, huyu mtu nilikuwa namuweka lakini sitegemei kama kumbe ndo yote anayonikuta mimi yeye ndo ambaye anayefanya. Anasababisha. Of course hichi kitu jamaa kumbe ni si mtu poa kwangu mimi. Namkubali lakini kumbe mwenzangu anazunguka. Nikaona hapa huo ni unafiki unaotumika. Acha nichukue pointi hii. Yeah. Yeah. Na mapokezi ya hii ngoma kwenye mitandao ilipokelewa vipi kama wewe ambao ni mtunzi wa hiyo kazi? Kwa upande wa audio tunamshukuru Mungu. Yeah, inakwenda vizuri. Na kwa upande wa video alhamdulillah. Sababu video huaga inatembea yenyewe. Na siku zote mtu anacheza na message pamoja na matukio. Yeah, of course. Asante sana. Na malengo ya huyu muziki ni yapi? Malengo siwezi nikasema nahitaji kufanana na nani wala kuwa kama nani. Hapana. Ila ninachoweza kukiongea ni kwamba I'm happy to be musician wa Burundi. Alafu nia yangu mimi ni kufika mbali. Na sio hapa. Yeah. Kwa nini nimekataa kusema sitaki kuwa kama fulani wala fulani? Sitaki kuwa Big Fizzo. Sitaki kuwa Lolilo. Sitaki kuwa Sat B. Wala mzee wetu Kidumu wala mzee Africa Nova. Yeah. Sitaki kuwa hao wala kina Dramati wala kina Kirikou. Ila nahitaji kufika mbali zaidi. Yeah, nahitaji kufika mbali zaidi kwa sababu naweza nikasema nataka kuwa Fizzo alafu nikawa chini yake. Ila nia ni kuintroduce nchi yetu kama jinsi wenzetu wanavyo introduce nchi zao nje ya nchi. Yeah. Kwa kumalizia, kila mwanaume akiamka asubuhi huwa kuna kuaga nyimbo fulani inamkolea au neno fulani linamkolea. Anapopekua macho yake tu hivi akiamka kuna kuaga kitu. Wewe ni kipi siku ya leo kimekukolea hadi saa hii kikiwa ndani mwako? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah tu peke yake. Ndio, Mwenyezi Mungu. Nilinde na kila baya. Walinde familia yangu, mke wangu pamoja na watoto wangu.
na wajalie wazazi wangu na uepushi na kila mabaya huko walipo. Yeah. Hiyo ni dua ambayo napaswa kuiomba kila siku asubuhi. Asante. Wewe kama mwanamuziki, ngoma 3 ambazo huwezi kosa kuzisikiliza mara kwa mara nchini Burundi au nje? Sehemu yote tu ambapo inawezekana. Of course, kwanza mimi za kwangu. Ya kwanza ni Wanafiki. Ya pili One Day. Za kwako hizo 2? Za kwangu 2. Yeah. Hapa nchini ningeliomba unaongeze hata chache vile. Okay, 3. Yeah. 3 za hapa nchini napenda kumsikiliza Lizzo. Lolilo. Sat B. Big Fizzo. Spendi kumweka mbali. Alafu Ahanie. Okay. Hiyo ni 4 nimejiongeza. Kweli. Na kwa kumaliza, kila mwanaume kutoka kwake na kwenda kwenye mwingine huwa unakuwa jambo fulani. Labda watu sahihi ambao waweza kutufuatilia kupitia kwenye kipindi kwenye mtandao wa kijamii au sehemu nyingine, wanatamani kujua ni kipi ambacho unaweza kuwaambia wewe kama wao. Kama ni ombi fresh, na kama hakuna ombi sawa, ila moja kutoka rohoni mwako ili tuweze kuagana. Kila mwanadamu anayetaka kutoka kwake na kwenda sehemu nyingine, kikubwa cha maana kinachohitajika ni dua kwanza. Kwa sababu bila Mungu hatuwezi. Na yeye ndio yupo mbele ya kila kitu. Haijalishi tuna haraka kiasi gani, haijalishi tuna ubizi kiasi gani, ila bila Mungu ubizi wako ni bure. Yeah. Tumuombe Mungu sana. Asante sana. Nikutakia kila laheri na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na nyie pia. Karibu. Takieni siku njema. Mwenyezi Mungu awe na sisi wote kwa pamoja. Wow. Shukrani. Sorry, unakope. Kwa sababu ulikuwa ulimuomba ombi Natasha. Katika hizi 4 uongeza ndani Natasha. Sema tu Natasha na namba na bamba. Tujue kisa kutengeneza hili tuweze kuingiza. Sio kwamba sipendi kumtaja, ila nyimbo zake nazisikiliza sana, kwa sababu naweza nikashinda kutwa nzima bila kusikiliza nyimbo za mtu yoyote sana kama jinsi ninavyomsikiliza Natasha la namba. So mimi ni shabiki wake namba 1. Sijamtaja hapa kutokana na wengine na wasikiliza mara chache sana, ila Natasha katika wanawake wanaofanya vizuri hapa, Natasha pamoja na Kajanine, mimi namuona yule ndo Kajanine ambaye tulionaye kwa sasa hivi hapa nchini Burundi, ambalo risi mikoba ya mama yetu kabisa. Yeah. Kwa niruhusu nikushukuru sana, vivile nikutakia kila laheri na mafanikio kupitia kazi yako ya muziki ambao tayari umepambana nao moto kwa sasa, na kila mtu ndio anakujua kwa sasa kwa sababu hiyo kazi ambayo unaifanya, ila Mwenyezi Mungu akuwekee wepesi na upate kile ambacho umekitamani ukipata kupitia muziki. Amen. Na mimi nashukuru pia. Yes, okay. Kwa hiyo nikisema hongera sana kwako ndugu mtazamaji ambao umejiunga na sisi kupitia Isanamu Media. Kama kawaida, bila shaka ombi la mwanamuziki ulisikia ni historia kubwa sana ambayo kwambia kwamba alianzia enzi za utoto na vile vile kwenye rami au barabara za kuombaomba. Kila mtu anajua hiyo maisha, saidia papa, saidia mama, saidia mama. Hiyo inamtengeneza binadamu anakuwa na zingine habari katika akili yake, ila Mungu akiamua kubariki kipaji, Bwana kitumie kama gisi Mwenyezi Mungu alivyokubalikia. Mwisho wa siku kama gisi amesema, kwa sasa ni mwanamuziki pia fundi mekanika. So kwa hiyo niruhusu mimi niseme kwamba mahali ulipo kazi yako iwe nzuri sana, wewe ambao sasa umejiunga na sisi kupitia Isanamu Media, ila usikose kabisa kuweza kuikanda safi sana pale kwenye subscribe, ili uweze kuwa katika watu ambao watakuwa wanapata vibwagizo au matangazo mara kwa mara. Finya pale, na ukiona kengele inavyokuja bwana, ongeza pale kwenye hadamu nyekundu ili uwe katika watu wa kwanza ambao wataweza kupata habari kemkem kupitia Isanamu Media. Facebook tupo, andika Isanamu Media tupo. Kule kwenye site web andika Isanamu Yawe vile vile, au Isanamu Yawe, utaweza kupata vile vile habari zote ambazo Isanamu Media huwa inakusendi. So kwa hiyo Instagram tupo, Twitter tupo, usikose kutufollow hili kila kitu kiende sawa. Mimi niite
nite Kivodo Jean Patrick aka Antivirus, nite Gato Karakura au kitako nite Umuntu wa kwa Nundi. Mgeni wetu ilikuwa ni Koa, ila huku fundi mitambo ambao aliweza kutusogeza sanamu kama hii au image kama hii anaitwa ni mzee wa kazi Mzee Stefan. Nikisema respect, tupatane kwenye kingine kipindi kama hichi kifuatacho. Mungu awabariki, kazi ziwe safi. Bye bye. Lakini utaimba? Naam? Imba kidogo. Ungetimbia